Hivi unajua kwa nini nakupenda kuliko hata mume wangu? Oh, wow. Kumbe unanipenda mimi kuliko mumeo? Na vipi kama nikikwambia wachane na mumeo ili uishi na mimi? Hilo wala halina haja ya wewe kulisema. Na hapa nipo kwenye mkakati wa kutaka kuachana naye, ili ninavyovikosa kwako kwa wakati nivipate. Sawa mama, mimi hapo sitini neno. Lakini unahisi ni nini ambacho kinakufanya zaidi unipende mimi kuliko mumeo? Huwa napenda tu vile unavyonikisi kwenye paji langu la uso. Kumbe ni hilo tu? Kila mwanamke kuna kitu huwa anakipendelea kutoka kwa mwanaume. Basi huwa napenda jinsi unavyonikisi kwenye paji langu. Huwa unaniweza sana. Oi bro. Mwache basi aje kula. Huu ni muda wa chakula sasa. Duli Kibodi. Mke wangu, nakupenda sana, tena sana tu. Katika maisha kila binadamu ana chaguo lake, ila mimi chaguo langu ni wewe. Japo huenda mimi nikawa sio chaguo lako, ila tambua nakupenda sana tena sana.
Na kama ikifikia wakati ukaona sikufai katika maisha yako, usisite kuondoka. Kuliko kufanya hicho unachokifanya. Maana kinanyumiza sana. Inafikia hatua hadi na kupikia ili upate furaha, ila kwako sio kitu. Mume wangu, naomba tule. Nimeshakuelewa. Na pia samahani kwa kilichotokea. Nakupenda sana. Mambo vipi? Shwari, nakuaje? Safi. Bwana, hivi unaweza kanipa walau dakika 5 tukae sehemu tuzungumze kidogo? Ndugu yangu, leo nahitaji nikushauri kitu. Na kama utaona kina mashiko, basi kifate. Ila kama utaona sio kitu, unaweza ukaachana nacho. Mimi nadhani kama ungetumia busara za kiume ingependeza zaidi, kwa sababu umenisimamisha pale ukihitaji kuzungumza na mimi, na tumekuja hapa kuzungumza, lakini kabla ya kujitambulisha unaanza kuwa baba ushauri. Unadhani iko sawa hiyo? Samahani kwa hilo. Naitwa Kakoso, ni mpangaji mwenzake na Doli, ambaye wewe ni mpenzi wako. Mpaka hapo bado unahitaji nijitambulishe? Sawa, unaweza kuendelea na mada. Maana kabla mimi kukufahamu, bana wewe ulikuwa unanifahamu alafu mimi nilikuwa sikufahamu. Bwana Mbwela, leo nina neno moja kubwa sana na lina maana sana katika maisha yako. Hebu acha kutembea na mke wa mtu. Hivi nikuulize kitu. Unaweza kuzima moto nyumba ya jirani hali ya kuwa nyumba yako inateketea? Hapana, haiwezekani. Na sio rahisi. Unataka kumaanisha nini labda? Okay. Nilikuwa namaanisha kuwa kabla kutetea ndoa ya jirani yako, ungemchunguza kwanza mkeo. Maana kama umeweza kumchunguza mke wa jirani yako na ukagundua kuwa anatembea na mimi, basi ungetumia nguvu hizo kumchunguza mkeo ili kujua anatembea na nani. Nadhani hiyo ingekusaidia sana. Unajua wanawake wako tofauti sana na wanaume. Ukiona mpaka mke wako wa ndoa anaamua kutoka nje, basi kama ukijua furaha yake ipo huko. Ila sisi wanaume ni kinyume. Unataka kusema nini juu ya hilo? Ukiona mwanamke mpaka anaamua kumpa mapenzi mwanaume mwingine, jua ameshaamua kwa lolote litakalotokea kwake ni sawa. Kwa sababu Tashi, mwanamke ndio kiumbe pekee ambaye hawezi kufanya mapenzi kama sehemu ya starehe tu. Ila niliwahi kuambiwa na babu yangu wakati wa uhai wake, unapokutana na mwanamke pindi anapokuwa mtu mzima, kila mmoja na malezi yake. Hivyo mwanamke anayemtaka mimi inahitaji muda na busara kuweza kumbadilisha.
Tatizo lako Tashi, unapenda sana kukariri. Usikariri kwa sababu dunia sasa hivi ni pana. Kwa hiyo utakiwa kukariri, unatakiwa uelewe. Hivi ukijiuliza vizuri, wanawake ambao walikuwa wanazungumzia babu yako ndio wanawake wa sasa hivi wa Instagram na TikTok? Unamaanisha nini Sengo? Unajua wanawake sasa hivi wanahitaji vitu vingi sana. Kwa kawaida watu hawawezi kuvipata hivyo vitu kwa mwanaume mmoja. Hivyo anapaswa awe na wanaume wengi ili aweze kutimiza hivyo anavyovihitaji. Nadhani utakuwa unazungumzia mabinti ambao hawajaolewa, sio? Tatizo lako Tashi, unakariri, usikariri. Hebu tuachane na hayo. Nini nataka nikushauri juu ya kilichotokea? Maana ukitaka hapa tuwazungumzie wanawake na uwezi nielewa. Kwa kuwa wewe tayari ushampenda Doreen. Nini natakiwa kufanya kwa sasa juu ya tabia ya Doreen? Ni kumpa talaka. Na umwache kabla hajakuua. Kuna punye mmoja hivi ambaye umepanga naye pale kwako. Amenifuata, ameniambia sijui achana na mke wa mtu, sijui nini na nini. Kwa hiyo sikumuelewa ni kiukweli. Nani huyo? Na alikuwa anaongelea nini? Yeye amejitambulisha kuwa eti anaitwa Kakoso. Na amedai kuwa mimi niachane na wewe kwa sababu wewe ni mke wa mtu. Kwa hiyo mimi nikamwona kama zozola tu. Hivi anajua mimi na wewe tumetoka wapi? Anajua ni jinsi gani jamaa alivyo force mpaka wewe anakuoa? Mpenzi, achana naye. Sidhani kama kuna haja ya kuendelea kumsikiliza. Kupanga naye sehemu moja si sababu ya kuendelea kufuatilia maisha ya watu. Kaa chini na mumeo. Mueleze. Muhame pale ambapo mnapoishi. Ili huyu jamaa asije akatuletea shida baadaye. Maana akianza kuamua kumpa maneno ya uchonganishi itakuwa shida kwetu. Sawa. Nitafanya hivyo kwa ajili yako mpenzi wangu. Huyu mumeo huyu na wasiwasi naye. Kwa nini? Si bure. Anaweza akawa kigagula. Yaani namaanisha anaweza akawa mchawi. Kwa sababu haiwezekani kila ninapokaa na wewe siku hizi basi yeye anapita. Nikikaa na wewe nikiongea na wewe tu yeye anapita. Wewe unafikiria nitamfikiriaje yule zaidi ya uchawi? Sidhani, lakini nitalifanyia kazi. Sawa. Bila zingatia hicho ambacho nilichokwambia katika swala la kuhama. Mwambie muhame pale. Ili mimi na wewe tuweze kupata uhuru. Yaani hata kama atasema yeye hana pesa, basi mimi nitawapeni hiyo pesa. Sawa? Sawa. Lakini nilikuwa na wazo. Wazo gani tena? Kwa nini simwombe talaka? Ili kama akikataa iwe sababu ya mimi kuondoka kwake. Ili tupate uhuru kabisa.
Hapana, fanya hivyo ambavyo nilivyokuambia. Kama itashindikana hivyo, basi tutajua namna nyingine ya kufanya. Sawa? Sawa. Niache mbwa. Emtoka. Mwanamke gani malaya? Mimi siwezi kuishi na mwanamke malaya kama wewe. Tafuta pesa mshenzi mmoja wewe. Hivi unafikiri unaweza kunimiliki mwanamke mzuri kama mimi kwa pesa zako hizo za kubeti? Sawa. Nenda pale Burundi Kimboka. Ndio kuna pesa rahisi. Mimi nina majukumu ya kufanya. Siwezi kutunza malaya kama wewe. Eti majukumu? Una majukumu gani mbwa mshenzi mmoja kunguni wewe? Kama pesa yako ya kula tu inakushinda na wewe ni mwanaume. Mwanaume gani rijali unashinda kununua hata kitanda tunalala chini. Unaniumiza tu mbavu, si nilikuwa nakustiri tu. Muangalie sura yake kama shetani. Nitakupasua. Uende tu kuchonga chonga. Zumba sitaki maneno mengi. Haya ondoka. Naondoka mbwa wewe. Kwani hapa ni kwetu mpaka mkanganganie muangalie sura yake kama shetani. Kaka vipi? Nini shida ndugu yangu? Huyu mwanamke mwanangu. Yaani mwanamke niko sijui kumbe ni malaya kishenzi yani. Nimemfuma ndani humo ana message za mwanaume mwingine. Yaani kumbe muda wote kwa tunakaa alikuwa ananichiti. Kaka, kumfuma mwanamke wako tu na message ndio wagombanishe? Unakubali vipi kugombanishwa na message? Gharama yake huenda ikawa kifurushi cha shilingi 500. Yaani 500 ivunje mahusiano yenu? Na vipi kama ungemkuta na mwanaume kitandani? Yaani siku hiyo ndio ingekuwa siku ya mwisho kuliona jua hili ambalo linaangaza. Mbona mimi Doli swala la kunichiti imekuwa kawaida sana kwake? Ina maana mimi ni mjinga naye mwacha? Baby. Ni muda sasa tujaoga pamoja. Basi leo naomba tukaoge pamoja. Kwa nini leo? Basi tu nimejisikia hivyo. Oh. Sijajiandaa kuoga na mtu kwa siku ya leo. Doli, kuoga na mimi mpaka ujiandae? Hebu kuwa mwelewa basi. Vipi mpenzi? Mbona usiku sana? Na inaonekana hauko sawa. Bila shaka utakuwa na shida, si ndio? Ni kweli baby.
Yule mpuuzi ameniuzi sana leo mchana. Amenitoa kwenye mudi kabisa. Pole sana. Lakini nikupongeze kwa sababu umeamua kufanya maamuzi ya kuja hapa. Na hapa ndio sehemu pekee ambayo inakufanya uwe na furaha muda wote. Mimi naitwa Chibu. Chibu Handsome Boy. Au Mr. Content Emperor. The Hollywood man. Bingwa wa kubembeleza. Karibu sana. Asante baby. Sitegemei na wewe kama utanipa stress. Nimeamua kuwa na wewe hapa kama mwanaume wangu wa pekee. Please. Nahitaji furaha kutoka kwako. Mpenzi, tangu lini ukakutana na stress hapa? Na ukutana na stress hili iweje? Kuwa na amani kipenzi changu. Mi amosa. Mi amor. Mi felicidad. Karibu kwenye ulimwengu wangu. Asante baby. Kwa hiyo leo tunafanyaje sasa? Nakusikiliza baby. Unatakaje? Leo moja moja. Itakutosha. Ina maana mpaka sasa bado Doli anaoga? Mbona imezidi lisaa sasa? Bado mpaka sasa sijajua kosa langu ni nini. Ni kiwango cha pesa nazomiliki au sikulizeshi? Mwonekano wangu sio aina wa mwanaume unaovutiwa naye, sio? Napitia maumivu makali sana juu ya upendo wangu kwako. Sikiliza Doli. Sio kwamba sina uwezo wa kumiliki mwanamke mwingine atakayeweza kunipa furaha. No. Naogopa naweza nikakutana na mwanamke mwenye tabia nzuri na mwenye kunijali sana kuliko wewe. Ni kitu ambacho kinaweza kunifanya nikakusahau na nikakuona hauna maana katika maisha yangu. Unataka kumaanisha nini? Kwa sasa unaweza kuona furaha yako ipo kwa yule jamaa. Tambua, kwa kuwa unaniona niko karibu, siku nikichoka na nikakuacha nikatafuta mwanamke mwingine, jua utateseka sana. Kwa hiyo leo umeamua kunitusi, si ndio? Na kuniona kama sitoweza kupata furaha kama sitokuwa na wewe. Ninayempenda nipendi, yanampenda mwingine. Kweli kunyu mapenzi, tapata wapi mwingine?
uliahidi utanienzi na utaona mwingine. Pole sana. Unajua, ukimwona mwanaume analia kwa uchungu na kutoka machozi kiasi hicho, basi hiyo huwa ni hali mbaya sana. Unaweza usinielewe, ila kama ungekuwa unajua machungu unayopitia, basi unaweza kuvaa viatu vyangu. Najua. Kumbuka mimi ni mwanaume mwenzako. Ila kuna njia moja tu ya kuweza kuepuka hayo machungu. Ipi hiyo? Na una uhakika gani kama inaweza ikawa tiba kwangu? Tashi, mwarobaini ni mchungu sana. Na ule uchungu wake ndo unaupa sifa ya kuwa dawa. Hakuna dawa tamu wala nyepesi. Unamaanisha nini? Nisikilize. Lazima ufanye maamuzi magumu ambayo yatakupa uchungu mkali sana. Lakini pindi ule uchungu utakapoisha, basi na yale maumivu utayasahau. Bado sijakuelewa. Utanielewa. Inatakiwa umpe talaka mkeo. Fanya hivyo kabla hajakuua. Nimesikia vyote ulivyokuwa unaongea. Mume wangu, hivi ukweli huo ndio ushauri wa kumshauri mume wa mtu? Kipi ungemshauri endapo angekuomba ushauri juu ya kile anachopitia? Ni bora mtu angekuomba ushauri kwanza ndio ujue kipi cha kumshauri. Sasa wewe alikuomba ushauri? Mimi nafikiri ungeweza kulielewa swali kwanza. Nimekuuliza ni kitu gani ambacho ungemshauri endapo angekuomba ushauri. Mume wangu, acha kuingilia ndoa za watu. Ile ni ndoa, sio chama cha siasa. Mtu unamkuta na stress zake, unaanza kujifanya baba ushauri. Dada samani. Unawezaje kupita bila hata salamu? Na unapitiliza ndani moja kwa moja bila hata kujua wenyeji wako ni nani? Bado sijamuona mwenyeji wangu. Ndio maana sijataka kuuliza. Ikiwa mwenyewe hapa ni mwenyeji.
Nilikuwa na shida na Chibu. Napiga simu zangu apokee. Sijui utakuwa umemwona. We dada, utakuwa una kichaa, si ndio Tumia uwenyeji wako kumpata huyo Chibu. Wewe si ndio umedai wewe ni mwenyeji? Sasa unaniulizaje mimi hilo swali kuhusu Chibu? Naitwa Wanda. Ukiniletea dharau, hapa ndipo nilipozaliwa. Shinalo hilo. Uwe na siku njema. Naitwa Mwasi. Na kupokea vile ulivyokuja. Kwani wewe unavyomuona anaweza kuwa mwanamke wake kweli? Yule atakuwa ni mwanamke wake. Asingekuwa mwanamke wake, asingenionyeshia dharau kiasi kile. Na vipi kuhusu Chibu? Toka nimefika, hapokei simu zangu. Ila ana taarifa kama nimerudi. Basi ndo utulie. Maana unajua, sio rahisi kwa mwanaume. Tangia ulivyoondoka, havumilie mpaka sasa. Chibu hasio na mwanamke. Unataka kunihakikishia kwamba yule ni mwanamke wake? Hapana, sina maana hiyo. Ila nimeongea ukweli ambao huwa upo. Ila kwa kuwa mwenyewe umesharudi, basi utajua kila kitu. Sawa. Basi mimi ngoja niende kwa Sengo. Ina maana mpaka sasa hujachana na Sengo? We Wanda wewe. Sengo, Chibu, Mbwela. Kwa kweli kuachana na Sengo ni uongo. Alafu kuhusu masuala ya Chibu, mara Mbwela, shoga yangu, wewe unayaona yangu tu. Yako miakalia kimya. Haya mama, sitii neno hapo. Niache. Haya kwa heri. Kwani tatizo nini? Sijapenda tabia yako kwa unatoka usiku, halafu simu zangu nipokelei. Au ulikuwa kwa wanawake zako? Mwanamke tena? Mwanamke gani wewe unamzungumzia? Wakati wewe mwenyewe unajua kabisa sina mwanamke mwingine zaidi yako. Toka lini nyewe wanaume mkaa na mwanamke mmoja? Unajua Maureen, ngoja nikwambie kitu mpenzi wangu. Yaani ukimwona mwanaume ana wanawake wengi hali ya kuwa ana mwanamke, basi jua kuwa mwanamke wake hajatulia au hamsikilizi, pia mheshimu. Na kama mwanamke huyo atakuwa na mheshimu huyo mwanaume, basi akaendelea kuwa na wanawake wengi, amini kuwa huyo mwanaume ni muhuni. Haya niambie. Kati ya hivyo vyote ulivyovitaja, kipi mimi ninacho? Sikia. Wewe baby, sawa? Wewe huna hata kimoja kati ya hivyo. Unaniheshimu, unanisikiliza, na zaidi unanipenda sana sana. Najua hilo. Kwa hiyo siku nikaja kujua una mwanamke mwingine zaidi yangu, tafsiri yake nitajua kwamba mwanaume nile naye ni muhuni. Si ndio Mbwela? Unajua nini? Nisikize baby.
Habari yako? Nzuri, karibu. Asante. Samani, sijui nitakuwa nimemkuta Mbwela. Vipi, kwani kuna tatizo? Hapana, nilikuwa najaribu kufikiria nilikuona wapi, lakini sio shida. Mbwela hayupo, na kwa sasa hapa tunaishi sisi, na pia simjui kabisa huyo Mbwela. Oh, labda itakuwa aliama wakati nyinyi hamjapanga hapa. Sawa, hamna shida. Vipi, kwani una muda mrefu sana hamjaonana? Ni muda sana, kwa maana nilikuwa nje ya mji kwa muda sasa. Oh. Ni nani yake? Asante kwa taarifa. Sioni haja ya kumzungumzia mtu ambaye humfahamu. Ni nani wewe? Ni mtu tu alikuwa anaulizia ndugu zake. Nahisi alikuwa anamtafuta mtu aliyekuwa anakaa hapa kabla hujamia. Sawa. Inawezekana. Vipi? Chakula cha mchana leo wapi? Nakusikiliza wewe mpenzi wangu. Sawa, nisubiri. Kama utaamua kutumia busara zaidi, inaweza kukupa majibu ya maswali yako, lakini sio hivyo unavyotaka kuhoji. Chibu, nitumie busara gani ikiwa jambo lipo wazi? Unanifanya mimi mtoto mdogo, si ndio? Ni kweli. Hakuna aliyekataa kuwa kuna jambo limejificha. Labda tu nikwambie kitu Mwasi. Wanda ni mpenzi wangu. Na niliamua kuanzisha naye mahusiano baada ya wewe kuamua kwa upande wa Zumba. Na hili sababisha mimi kutokukupata wewe kwa wakati. Kwa hiyo, sidhani kama ninakosa juu ya hilo. Kwa hiyo Wanda ni mpenzi wako? Vizuri sana. Na vipi kuhusu mimi? Wewe pia ni mpenzi wangu Mwasi. Na Wanda pia ni mpenzi wangu. Yaani kwa Kiswahili, nyinyi wote ni wapenzi wangu. Kwa hiyo, Chibu kumbe ni malaya. Na kuuliza, kumbe ni malaya eh? Mimi naishi na mwanaume malaya, si ndio? Hapana Mwasi. Mimi sio malaya. Na sio mimi tu. Dunia nzima hakuna mwanaume malaya. Lakini mimi nilijali shababi, au unaweza kuniita kidume. Oh, acha nikubaliane na wewe kuwa wewe ni kidume na ni mwanaume shababi. Chibu, kwa hiyo ulianzisha mahusiano na Wanda kwa sababu nilikuwa upande wa Zumba. Haya, sasa hivi naishi na wewe, niko upande wako. Naishi na wewe. Vipi msimamo wako? Nini malengo yako kuhusu mimi? Swali zuri sana. Lakini swali lako linahitaji muda. Kwa hiyo, nahitaji muda kidogo nifikirie. Yaani nikae nishauriane na kamisa wangu wa kichwa ili niweze kujua lipi ni lipi. Chibu, naitwa Mwasi. Isevu hiyo.
Baby, kumekuwa kupatikana kwako ni shida sana, hadi unafikia hatua unanipa mashaka, na uwahi ikifika usiku unakuwa pokea simu zangu kabisa. Shida nini? Sio hivyo kipenzi, ila muda mwingine nakuwa niko busy sana na kazi. Alafu kuhusu swala lako la kutokupokea simu usiku, soketi yangu ya chumbani imeharibika. Hivyo muda mwingine simu yangu naiacha sebreni, alafu mimi nakuwa chumbani. Hata kama mpenzi, inatakiwa na kuiendea simu kabla ya kulala. Ukikuta miskoli mtafute. Kipenzi, nikishaga simu sebreni, huwa siendi kuichukua tena. Sawa. Ila wewe inanumiza sana hii hali. Itabidi leo nikupe pesa ukatengeneze hiyo socket. Maana swala kulala kila siku bila kuongea na wewe siwezi bwana. Sawa kipenzi, nimekuelewa. Nitafanya hivyo. Na kingine, leo nilikuwa nahitaji ulale hapa. Maana swala kuwa napata furaha yako mchana tu, hafu usiku nalala mwenyewe. Vipi? Mbona kama umeshtuka? Kuna shida? Hapana, sijashtuka. Lakini kuhusu swala lako, sidhani kama leo litawezekana. Naomba tupange siku nyingine. Tupange? Pange nini? Ujue mtu mzima. Hapa tunapanga nini? Dori, tondoke. Tondoke, mke wangu amerudi. Mkeo? Ndio. Mbona hukuwahi kuniambia kama una mke? Swala lina mke sina mke, baadaye tondoke. Vipi? Mbona kama hauko sawa? Kuna tatizo? Hapana kipenzi. Karibu. Mama. Samani, sogea. Nani? Mimi. Kwani humu ndani tuko wangapi? Ulikuwa na nani humu ndani? Mke wangu. Si umenikuta mwenyewe kama unavyoniona. Na hii perfume mnaisikia imetoka wapi? Na wewe hujajipulizia? Harufu.
Vipi kaka? Mbona unamkimbiza mke wangu? Kulikoni? Namkimbiza mkeo au mkeo ndo anakimbia? Kuna tofauti gani na swali niliyokuuliza na hilo jibu lako? Tofauti ipo. Tena kubwa tu. Wewe unaweza kuona kwamba namkimbiza lakini haipo hivyo. Ipo vipi hiyo? Mkeo ilikuwa imebaki kidogo sana afumaniwe na mme wa mtu. Mke wangu alitaka kufumaniwa? Kivipi yani? Kama maelezo yangu hayajitosheleza kuweza kunielewa, basi muda ukifika utakusaidia kukuelewesha. Kweli nilihama pale muda kidogo, lakini si muda mrefu nitarudi tena pale pale. Ni kipi kilikufanya uhame? Na kwa nini unataka urudi pale pale? Unajua mama mwenye nyumba alikuwa na wageni kutoka masomoni. Kwa hiyo akaniomba niwapishe kwanza ili wakiondoka nirudi tena pale. Na sasa hivi likizo imeshaisha. Kwa hiyo muda wowote nitarudi pale. Unajua yule mama ni pisi sana. Yaani tofauti kabisa na wenye nyumba wengine. Ndio hicho kinachosababisha mimi nitake kurudi tena pale. Sawa. Ila leo nataka nipafahamu kwako. Ikiwezekana nilale kabisa. Vipi? Kuna shida? Mbona kama hujapenda? Hamna tatizo. Hamna tatizo. Ila Mbwela, ina maana muda wote ambao usikuwepo hujanimisi? Wanda, naachaje sasa kukumisi? Eti kwa mfano mimi naachaje kukumisi wewe? Lakini kwa nini umekuja bila kunipa taarifa? Hali ya kuwa namba yangu unayo. Nilijisikia tu kufanya hivyo. Sawa. Basi twende. Wapi? We baba wewe. Kwani mimi nimetoka kuzungumza nini? Nimekuambia nahitaji mambo haya mawili. Kupafahamu kwako na la pili, ikiwezekana nilale kabisa maana sioni haja ya kurudi. Sawa, hiyo nzuri sana, inapendeza sana. Nyumbani sio? Sawa, ila sasa kitu kimoja naomba unisaidie. Mimi nimepigiwa simu ya dharura. Nahitajika niende ofisini sasa hivi. Kwa hiyo acha kidogo niwahi ofisini. Mida kama saa 10 hivi nitakupigia simu. Sawa? Sawa. Samahani sana ndugu yangu. Mimi najua wewe unifahamu, lakini mimi nakufahamu vizuri sana wewe. Mimi naitwa Chibu, aka Mr. Continental. The Hollywood man. Ukiniita hivyo utakuwa hujakosea. Japokuwa watoto wa kike pisi kali za mjini zinapendelea sana kuniita Chibu handsome boy. Wewe bro, vipi? Masikuelewi yani. Unaimba taarabu tu kama vile DJ Kopa yani. Au tayari wameshakuvunja mtoto Solizki wewe? Pole sana ndugu yangu. Ngoja nikwambie kitu. Kama utakuwa ni mfuatiliaji mzuri sana Bongo Flava, kuna mwanamuziki mmoja aliimba akasema hivi, nipe demu wako kisha atakusimulia magoli. Hivi unaweza vipi kumuita kidume sio riziki? Aliyakuwa mwanamke uliokuwa ukiishi naye ameondoka kwako na kwenda kuishi kwake.
wala hata upasi kushtuka sana bro. Hem, ngoja niende kwenye lengo linanifanya nikusimamishe hapa. Kiufupi, mimi nikushukuru sana kwa kuachana na Mwasi, kwa sababu umekuwa ukinibana sana, nakosa hata muda wa kuwa naye. Oh. Kumbe wewe ndio yule mwanaume ambaye ulikuwa unamtumia SMS Mwasi, si ndio? Unaweza kuniambia ulikuwa unatoka wapi mpaka kuvalia viatu barabarani? Huku ukiwa unakimbia, yaani misili ya mtu ambaye anayekimbizwa. Mbona umeshtuka? Unaweza kunieleza kwa mapana zaidi? Mimi nimevalia viatu barabarani? Au na hilo ulijui? Mimi sijavalia viatu barabarani. Labda utakuwa umenifananisha. Yaani mimi nikufananisha wewe Dori? Labda haswa nini unahitaji katika maisha yako ambacho unaona kwangu mimi itakuwa ni safari ndefu sana? Lini nimewahi kukuambia kuwa kuna kitu nakosa kutoka kwako? Na kwa nini umeamua kuniuliza hivi? Ulitaka kufumaniwa na mume wa mtu. Hivi Dori, kwa nini unashindwa kuwa na huruma na maisha yako? Kwa nini unashindwa kuwa na chembe chembe ya huruma, kuogopa magonjwa katika maisha yako? Jaribu basi kujali afya yako. Dori, wewe ni binadamu. Jaribu basi kuepuka magonjwa. Yaogope. Kwa hiyo unaniona mimi malaya? Tashi, kama umenichoka niache. Na sio kuniita majina ya ajabu ambayo sijai kutotoka nizaliwe. Nisamehe mke wangu. Kuna kazi inahitaji kukupatia. Inahitaji umakini mkubwa na siri. Sawa. Na mpaka umeamua kuniletea kwangu, tafsiri yake unaamini kwamba naiweza na itabaki kuwa siri yangu. Nalijua hilo. Na ndio maana nikakutafuta wewe. Ni kazi ipi hiyo? Kuna binti mmoja aliniletea dharau kubwa sana. Na kama unavyojua,
Mwasi huwa siletewi dharau za kijinga. Nahitaji udili naye ili ajue vizuri mimi Mwasi ni nani. Na isitoshi binti wenyewe ni mshamba tu. Hata kuna matongotongo bado hajajua. Aha. Anaitwa nani? Na anakaa wapi? Kiukweli simfahamu kiundani. Nimeona naye mara moja tu. Bado sijaona details zake kamili. Lakini muda sio mrefu nitakujulisha nini cha kufanya. Aha. Sawa. Wewe unaona naweza kulimudu peke yangu? Au inahitajika niongezee vijana? Subiri kwanza nifanye uchunguzi. Kisha tutajua nini cha kufanya. Kama tuongeze mwingine au la. Hakuna shida. Mimi ngoja nisubirie maelekezo kutoka kwako. Nakuamini. Kuwa makini. Sawa boss, nimekuelewa na amani sitakuangusha. Samani kaka. Nikuombe kitu, japo huenda ukaona kama kikufaa hivi, ila ni dawa sana kwako na utaenjoy, utafurahia. Mbona maelezo mengi sana? Hebu omba hicho unachotaka kuomba. Asante sana kaka. Ipo hivi, wazee wetu wa zamani walikuwa wakitaka kurudi nyumbani, basi wananunua kamzigo chochote, kisha wakikaribia nyumbani wanawatafuta watoto wa jirani, kisha wanawatuma huo mzigo. Unajua maana yake? Mantiki yako labda ni nini hasa? Waliogopa kufumania wake zao na walifanikiwa kwa kiasi kikubwa sana, na ndio maana ndoa zao zilidumu sana hadi sasa hivi wapo pamoja, yani kama Mzee Ali na Bitinanga wamezeeka pamoja. Kwa hayo maelezo yako ambayo umeyatoa, hadithi yako inafundisha nini labda? Nikuombe au nikushauri, badili hii njia ya kwenda nyumbani kwako, itakuwa bora sana kwa afya yako ya akili yako na utaenjoy. Subiri. Shika. Utaenda kununua Viviani. Nilikuwa naomba kukuuliza swali, ili ikipendeza unijibu kwa utashi wako au kwa fikra tu. Ulishawahi kupitia situation ya kumpenda sana mwanamke na kisha kutokana na tabia zake mbaya, licha kuzijua, ila bado ukaendelea kuwa naye? Nimeshawahi kupitia hiyo hali, lakini haikupelekea mimi kushindwa kumwacha. Sasa sijajua nini mantiki yako. Unahisi rahisi hivyo kumwacha mtu ambaye unampenda kisa tabia zake mbaya? Aisee. Labda nikuulize swali. Unajua sababu zinazomfanya mtu ampende mtu? Unazielewa vizuri? Unamaanisha nini labda?
Tashi, siku zote mwanamke anapenda kwa mambo makuu matatu. Jambo la kwanza, uzuri wake, japokuwa sio kila mtu atauona uzuri wake. Jambo la pili, tabia yake, kuanzia ndani mpaka nje watu wanaomzunguka. Na jambo la tatu la mwisho ni huruma yake kwa mtu na mtu. Sasa sijajua kama wewe unaweza kumpenda mwanamke ambaye alokosa hizo sifa. Sijajua. Vipi kama ukiwa na mwanamke hana hizo sifa? Nini unatakiwa kufanya ili usimwache? Sasa Dashi, mbona kama ushauri unaotaka ndugu yangu unaufunga hivi, yani unaupindua pindua? Kivipi? Unajua Dashi, swali lako litakiwa liishie kwamba nini kinatakiwa kifanyike kwa mwanamke alokosa hizo sifa, na sio tu kuwa ili usiachane naye. Sawa, na kusikiliza. Nini kinatakiwa kufanyika? Ni kuachana naye ili aende huko mbele ya safari akakutane na watu wenye tabia kama za kwake, ili wafundishane vizuri maumivu. Vipi kuhusu mke? Maana huenda ukawa unazungumzia mahusiano. Tashi, mimi hapa sikuzungumzia mke na wala sikuzungumzia mahusiano. Mimi nazungumzia tabia in general. Tabia. Unahisi kwa nini hataki ufike kwake? Kwa muonekano wake wakati nazungumza naye, inaonekana kabisa anaishi na mwanamke kwa sasa. Maana Mbwela anayemjua sio yule niliyemkuta. Mimi nadhani haina haja kumwekea mashaka sana. Acha kwanza ifike jioni alokuahidi ili tuone. Wewe umjui Mbwela. Kwanza Mbwela anapenda ngono. Kwa muda ambao nimekaa naye mbali na alivyoniona na mimi kutaka kulala kwake, angefurahi sana. Ila imekuwa tofauti. Siti neno, maana wewe ndio ambaye unamjua vizuri. Nilikuwa namaanisha kuwa kabla ya kutetea ndoa ya jirani yako, ungemchunguza kwanza mkeo. Maana kama umeweza kumchunguza mke wa jirani yako na ukagundua kuwa anatembea na mimi, basi ungetumia nguvu hizo kumchunguza mkeo ili kujua anatembea na nani. Mwarobaini ni mchungu sana, ila ule uchungu wake ndio unaupa sifa kuwa dawa. Hakuna dawa tamu na nyepesi kaka. Nadhani sasa utakuwa unanielewa wakati gani napitia kwa mke wangu Dori. Na hii ndiye itanipa funzo baada ya kuona maamuzi utakayochukua baada ya kumkuta mkeo na mwanaume mwingine.
wangu, naomba unisamehe. Niliteleza tu, naahidi sitarudia tena. Uliteleza? Hata siku moja mwanamke huwa hatelezi kwenye usaliti. Mwanamke anatumia hisia kali sana kuanzisha mahusiano. Hivyo ulichokifanya ulikusudia. Wewe unaweza ukaona hivyo, lakini nafsi yangu inajuta sana na kuona kwamba nimekukosea sana. Nakupenda sana mume wangu, naomba unisamehe please. Siku zote mwanamke aliyoingia na roho ya usaliti huwa harudi nyuma, ndio anakuwa ameanzisha safari. Hivyo wewe nenda tu kabla hujaniletea maradhi. Ndio tumefikia huko Kakoso. Tumefika? Umefika na nani? Umefika wewe. Naomba unisikilize. Tena naomba usinijumlishe katika uharamu wako. Wewe naomba upange hizo nguo zako na kisha uondoke. Ili uende ukapate muda ukana ule mbele ukutana naye. Vipi shemeji? Mbona kama haupo sawa? Alafu upo na begi. Ni safari ya wapi hiyo? Nimepata msiba. Naenda nyumbani mara moja. Msiba? Sidhani kama kweli ni msiba. Au Kakoso amekuacha baada ya kukufumania na mwanaume? Usistuke. Ulizani ni siri? Hapana, sio siri. Mapenzi yakishaanza na usaliti, siri yake inachukua muda mchache sana kujulikana. Japo watu wengi huwa wanadhani wanaweza kuficha. Kwa nini uko bize kufuatilia siri za watu wengine na badala ya kukaa chini kujua tabia za mke wako? Mke wangu mimi? Mbona hakuna nisichokijua kuhusu Dori? Basi kama unajua, ni vizuri udili na matatizo ya mke wako na ujue namna gani utamtuliza kabla hujajua ya kwangu. Ni sawa. Labda nikuombe jambo unisaidie. Kwani nini haswa tunakosea wanaume mpaka wanawake wa sasa wanashindwa kutulia kwenye mahusiano au ndoa? Nadhani hilo swali linahusu wanawake wote. Kwa hivyo ni vizuri ukakaa na mkeo na kumuuliza, kwa sababu hata yeye ni mmoja wa wachipukaji. Leo nimejifunza kitu kikubwa sana katika maisha yangu, hadi kupelekea kukumbuka maneno yako. Kipi hicho ulichojifunza? Na ni maneno yangu yapi umeyakumbuka? Maana mimi na wewe tumezungumza vingi sana. Kuna neno moja tu uliwahi kuniambia awali, ila nikaona ni maneno umeamua kuongea tu, ila leo nimeona maana yake halisi. Lipi hilo? Uliwahi kuniambia mwanamke wa kisasa anahitaji vitu vingi sana ambavyo kimsingi hawezi kuvipata kwa mwanaume mmoja. Inamlazimu kuwa na wanaume wengi sana akihisi ni njia pekee ya kuweza kuipata. Ipo hivyo Tashi, ipo hivyo. Lakini mara nyingi hata akifanya hivyo na bado pia havipati. Kwa hiyo anaendelea kutumika na kutumika na kutumika.
Unajua mwanaume asili yake ni kujali na kuhudumia pale tu anapohitaji kitu, lakini akishakipata thamani ya mwanamke haipo tena. Bado sijakuelewa. Nini haswa lengo lako? Unajua uzuri na urembo wa mwanamke kwa mwanaume ni pale tu mwanaume kipindi bado hajalala naye, lakini akishalala naye tu uzuri wa mwanamke wote unaondoka. Kinachobaki hapo na kuangaliwa ni tabia. Lakini sasa kwa bahati mbaya kwa wasichana wa sasa hivi kwenye tabia ni 0 + 0 0 0. Sasa nini suluhisho la hilo? Maana naona wanaume wengi tunapitia sana situation ngumu kwenye mahusiano na ndoa. Hapo ni kumchagua tu mwanamke kwa ajili ya watoto wako, na sio kumchagua mwanamke kwa ajili ya matamanio yako ya kingono. Ndio kitu cha msingi sana unatakiwa kufanya kwa mwanaume wa sasa hivi. Ukimaanisha nini? Yaani unachotakiwa ukifanya ni kumchagua tu mwanamke ambaye anaweza kuwa mama bora kwa ajili ya watoto wako wa baadaye. Na sio tu kuwa na mwanamke kwa sababu ni mzuri lakini kichwani ni 0. Na usichokijua sasa hivi wanawake hawatumii tena hisia kama wanawake wa mwanzo. Sasa hivi nao wanawake wanatumia akili kwenye mahusiano. Kwa hiyo inatakiwa utumie akili sana mwanaume. Hata mimi nimeanza kuliona hilo kwa sasa. Mimi wewe sioni hata sababu ya kuendelea kulizwa na mwanamke ambaye yupo huko na wewe unaishi hapa kwangu. Chibu, kwani mimi unanichukuliaje? Sababu ile inafanya nikukaribisha wewe kuishi hapa nyumbani kwangu ndio hivi hivyo ninavyokuchukulia. Unajua kwamba nakupenda sana, na sikuwahi kufikiria hata siku moja kama ni mwanamume malaki asije. Malaya mkubwa wewe. Unanichukulia mimi dhaifu sana kukupenda? Usinione mimi mjinga. Toka malaya wewe. Pole sana ndugu yangu, lakini pia hongera sana. Mjinga sana ule mwanamke. Sijui ananichukuliaje. Anahisi sina uwezo wa kumpenda mwanamke mwingine na akanikubali? Mimi sidhani kama kuna haja ya kufika mbali kiasi hicho. Ila maamuzi uliyoyafanya ni ya kiume sana, amini. Kaka, nakuahidi hautokuja kuona sura ya mwanamke ndani kwangu. Hapo sasa unakosea ndugu yangu. Nakosea? Nakosea nini sasa? Nisikilize ndugu yangu Tashi, ipo hivyo. Siku zote usije ukamhukumu mtu kwa makosa ya mtu mwingine. Unajua mkeo kutokuwa mwaminifu basi haimaanishi kwamba wanawake wote wana matatizo. Hata kama. Ila sio Tashi mimi. Yaani nije kumwamini tena mwanamke. Labda mbingu iwe chini na ardhi iwe juu. Mimi nadhani haya mahusiano tuyasitishe. Kwa sababu kila siku huwezi kuwa unanipa sababu ambazo hazina maana mimi kutofika kwako. Unajua Wanda, wewe unaweza ukaona iko hivyo, ila ukweli ndio huo. Hebu nipe muda kidogo. Mbwela, nakujua vizuri sana. Na ninavyosema nakujua, namaanisha kweli ninakujua. Unamaanisha nini? Kama kweli ungekuwa bado una mapenzi na mimi, isingepita wiki na siku zake haujanihitaji. Inamaanisha kwamba upo na mtu anakubana. Na kama sio hivyo, basi una mapenzi tena na mimi. Sasa Wanda, huko unakowaza sasa unakwenda kunikosea.
Sasa niwe na mwanamke mwingine, alafu wewe wa nini sasa? Sikia, mimi siwezi kuishi na wanawake tofauti tofauti. Sasa kama ni hivyo, kwa nini unanizuia kufika kwako? Mbwela. Huyu ni nani? Na kwa nini mmesimama hapa? Dada, bila shaka sura yako sio ngeni kwangu. Nakumbuka nilikuja kumuulizia na ukasema amehama. Hivi unaweza kufunga hilo bakuli lako? Siongei na wewe. Nimemuuliza swali Mbwela. Alafu hauna mamlaka yoyote ya kuniuliza chochote. Wewe kama nani? Morin, mimi naona tu bora nikwambie ukweli. Huyu anaitwa Wanda. Ni mpenzi wangu, lakini alisafiri. Ila sasa ndo amerudi. Oh, na mimi? Unaniangalia nini? Umeulizwa swali. Au nikusaidie kurudia swali lake? Yaani umeniulizaje? Umeniuliza kwa wewe ni nani? Wewe ni mpenzi wangu wa sasa. Sasa sikiliza. Hiyo sentensi fanya kuigeuza. Huyu Wanda huyu atakuwa mpenzi wako wa sasa na mimi Morin nitakuwa mpenzi wako wa zamani. Sasa nisikilize. Ulisema uwezi kuwa na wanawake wangapi? Hebu achana na mimi bwana. Ushaniharibia siku kwanza. Nimekuharibia siku au umejiharibia mwenyewe na tabia yako ya kuwa na wanawake wengi? Nisubiri Mori. Pole sana, ila kwa sasa haitowezekana. Kwa nini Mzidore? Mimi nimetambua makosa yangu ya kwamba nilikukosea, na ndio maana nimekuja hapa kukuomba radhi. Najua nilikukosea na kushindwa kuona umuhimu wako, ila jua Mzidore, ilikuwa ni tamaa tu. Wala sina maana kwamba nakukatalia kwa sababu kuona umuhimu wangu kipindi kile. Hapana. Ila kwa sasa ipo sababu ambayo inanifanya mimi nishindwe kuwa na wewe. Sababu ipi hiyo Mzidore? Omaina. Omaina. Yes baby. Njoo mama. Mambo. Morin, huyu anaitwa Omaina. Ni mke wangu kwa sasa. Ni mwanamke ambaye aliona thamani yangu kipindi ambacho uliniona mimi sio lolote. Lakini yeye aliona kama ni dhahabu iliyoko kwenye mchanga. Akaiokota na kuitunza. Tena na kunifanya mtu wa thamani kwake. Nampenda sana na namheshimu. Sawa, nimekuelewa. Nikutakia siku njema. Vipi?
Kuna nini kinaendelea? Mbona sielewi? Hamna chochote kile. Ila kama una kumbukumbu nielewe kuambia kuhusu mwanamke mmoja ambaye anaitwa Mori. Nakumbuka. Ndio huyo hapa alofika nyumbani leo. Na alikuwa amekuja akihitaji kuomba msamaha. Anahitaji turudiane mimi na yeye. But siwezi kufanya hivi. Wewe ni mwanamke ambaye anakupenda sana. Mama. Hai. Pole sana ndugu yangu, lakini bado sijajua ni kipi kimekupa moyo kwenda kupima. Unajua, mwanzo nilijua ananichiti kwa mwanaume mmoja, ila leo nimejua ana mwanaume mwingine. Kwa hiyo ulijua mkeo ana mwanaume mmoja tu? Sikiza nikwambie kitu Tashi. Unajua mwanamke akiamua kusaliti mahusiano yake au ndoa yake, basi kaa ukijua hawezi kuwa na mwanaume mmoja au wawili. Na hapa anakuwa tayari kashafungulia mlango wa uchangu doa. Kwa nini anilete magonjwa ndani ikiwa nimejitunza sana katika maisha yangu na sikuwahi kuwaza hata siku moja kumsaliti? Hivi unadhani kila anaambukizwa anakuwa hajatulia? Kuambukizwa ugonjwa lazima mmoja wenu awe hajatulia. Na hichi ndio alichokifanya mke wako Dori. Sengo, nakuahidi, Yes, kama kunioa, labda nisije kukutana na Dori katika maisha yangu, ila jua dhamana ya uhai wake upo katika mkono wangu. Hapo sasa unakosea. Yaani hapo unakosea kabisa. Kumbuka kuna serikali Tashi. Na kujichukulia sheria mkononi ni makosa kisheria. Na sio makosa tu, kumbuka pia kuna dhambi. Sasa kwa nini kama kunioa? Kosa langu liko wapi? Kosa langu kumpenda na kumng'ang'ania? Kosa lako wewe sio kumpenda. Kumpenda Dori ni wewe, ilikuwa ni haki yako ya kimsingi kabisa. Ila kosa lako ni moja tu Tashi. Kumng'ang'ania Dori. Hilo ndio lilikuwa kosa lako. Na kumbuka alishakuonyesha dalili zote za hatari. Na ukiwa na kumbukumbu vizuri unakumbuka nilishakwambia muache kabla ya kuua. Nilikwambia Tashi. Na haya ndio matokeo yake. Yaani siku zote ukiona mwanamke anaamua kutoka ndani ya mahusiano yake au ndoa yake, basi jua kuna kitu anakifuata sehemu. Mwanamke aachiti tu. Kama sio pesa basi hisia. Na kama ulikuwa unatimiza kila kitu kama mume katika ndoa, basi alikuwa na hisia na wewe. Kwa alikuwa anatoka nje kuitafuta furaha yake. Na hata ungefanya nini Tashi, kama nje afate pesa anafuata furaha yake, hata ufanye nini asingerudi kwako kama. Bwana Mbwela, asante kwa ujumbe wako ulionipa juu ya kwamba nimchunguze mke wangu kabla ya kumchunguza mke wa jirani. Kiukweli nimeweza kubaini ukweli. Nisikilize kaka. Hawa wanawake wa siku hizi usiwaamini sana. Hata kama wanaishi na wewe kama malaika, ukija ukiwachunguza kiundani, unaweza kushangazwa na matendo yao. Ila unamaanisha nini labda? Kaka, wanawake wa siku hizi kukaa na mwanaume mmoja ni kitu ambacho hakiwezekani. Na sio hawa tu ambao walikuwa hawajaolewa. Hapana. Hata hawa ambao wapo kwenye ndoa. Ni vile tu labda kwa sababu waume zao wako bize sana na kazi. Lakini kama siku ataamua kuacha kazi na kuwachunguza wake zao, basi mimi nakwambia tena, amini, hakuna ndoa ambayo itabaki kuwa salama. Sawa, nakuelewa. Ila nilikuwa naomba nikuulize swali. Uliza, haina shida. Vipi, wewe umeoa?
Aise, mimi nioe? Brother, mimi sio mjinga kiasi hicho. Maziwa napata, nyama nakula. Yaani bado nafuga ng'ombe. Nifuge mnyama wa nini? Aniumize kichwa kwenye kumlisha mpaka kunichafulia mazingira. Sikia bro, mimi sitaki kuingia katika mkumbo wa watu ambao wanachapiwa wake zao. Mimi niko timamu kabisa, na kwa sababu nawajua hawa wanawake hawa ambao wameoa wanawake zao ndio madem zetu mitaani. Vipi ndugu yangu, shida nini kwani? Unajua ni mjinga sana huyu. Amemwambukiza Doli ukimwi. Alafu huyo Doli kaja kuniambukiza na mimi. Tashi, wewe umejuaje kama Mbwela anahusika na kumwambukiza mkeo ukimwi? Kaka, nimetoka kupima sasa hivi hapa. Nimeambiwa naishi na virusi vya ukimwi. Na huyu ndiye alikuwa anatembea na mke wangu. Nisikilize Tashi. Hebu kwanza kuwa mpole. Mimi sio ni sababu ya kuweza kushikana mashati wakati ni jambo ambalo mnaweza mkazungumza. Nisikilize bro. Mimi nitadili na wewe. Wewe si umeamua kunioa kabla siku zangu hazijafika. Itakuwa kwa mkono wangu. Kabla Israeli hajakufikia wewe. Wewe vipi? Wewe chizi nini? Ya unashindwa kumuoa mkeo mpaka kuambukiza ukimwi na kuja kuniua mimi? Kama mkeo na yeye ameniambukiza mimi je? Wewe yote hayo nani kakwambia? Hiyo ndo habari iliyoko na ninavyosikia sasa. Kamwambukiza hadi kuna mkaka mmoja hivi anaitwa Tashi. Alikuwa anatembea na mkewe. Ina maana kama ningedate naye kwa kipindi hichi nimerudi, sasa hivi tungekuwa tunaongea mambo mengine. Mungu ni mwema Wanda. Pengine ugumu wote ambao ulikuwa unapata ni kwa ajili ya kuepuka hichi kikombe. Ndio maana muda mwingine ukiona mambo yako hayaendi, upaswi kulaumu sana. Au alikuwa anajijua. Ndio maana alikuwa ananikwepa. Labda alikuwa hataki kuniambukiza. Yote yanawezekana. Ila ukweli wa hilo swali lako anajua mwenyewe Mbwela. Kama alikuwa anajua na hataki tu au yule mwanamke wake alikuwa anambana. Kiukweli mimi nimekoma. Mambo tena ya kupanga wanaume wengi. Siwezi. Na hayo yatawaua wengi. Ndio unajua leo. Si nilikuwa nakwambia wewe hayo masuala yako ya kupanga wanaume mafungu. Sasa si Mungu tu huyu. Shida ilikuwa ni nini hasa? Kiukweli hata sijui. Ila ninachokumbuka alikuja na tumekaa na Mbona tunazungumza. Akafika na kumkaba mashati, akidai kwamba kamwambukiza ukimwi. Sasa sijajua kwa nini kaamua kujiua. Na nahisi hata Mbona haji kama ameathirika. Maana kwa taarifa nilizonazo naye amelazwa kwa sababu ya mshtuko. Nalijua hilo. Najua kama Mbona hahusiki na lolote jua hili. Kivipi? Kwamba unamjua aliyemwambukiza ukimwi Doli? Namfahamu. Unajua Doli alikuwa anatembea na wanaume 5. Na ni wanaume ambao hatari sana. Wote ni viwembe.
ila na wasiwasi na jamaa mmoja hivi ambaye anaitwa Shahzadi. Shahzadi? Ni upi huyo? Yupo jamaa mmoja hivi ni kiwembe hatari sana. Basi wengi watakufa kama ni hivyo. Lakini hata wewe kuna kitu unatakiwa ufanye. Kipi hicho? Unatakiwa na wewe uchukue uamuzi uende ukapime ili ucheke afya yako. Maana hata mkeo mwanaume aliyokuwa anatembea naye ni hatari na anamjua. Oh